Yes, mambo vipi? Mimi ni DJ DK na hii hapa ni Bombardier. Tunakuletea kila siku burudani na leo nakuletea bonge moja la movie ambalo tumelitangazia huko Masaini kutoka Tanzania, Afrika. Hii ni story inayomhusu Gaza, mfalme wa ng'ambo ya pili ambaye aliyetengeneza mapigano dhidi ya kuharibu ufalme wa ng'ambo ya jirani. Twende tukacheki movie. Miaka kadhaa nyuma katika ufalme wa King Mtaba, mmoja kati ya watoto wa mfalme aliyeachwa kama mfalme mtawala kwa kuwa mlinzi wa ardhi ya Abagezi. Kwa miaka kadhaa nyuma, mfalme huyo kijana anayepitia changamoto kwenye taifa jirani la Abangoga. Mfalme wa Abangoga ni mfalme mwenye nguvu na mwenye kuogopwa na mataifa mengi ya karibu. Mfalme wa Abagezi, Gaza, akijipanga kwa ajili ya vita dhidi ya taifa lenye nguvu la mfalme Mwita. Wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka, kama vile alivyokuwa baba yake. Gaza alikuwa akienda kwa wazee wa kimila kabla hajafanya jambo lolote. Na leo Gaza yupo njiani kuelekea kumuona mzee wa kimila Magambo ambaye anaishi kwenye kilele cha mlima Matongo. Najua ni kwa nini uko mahali hapa, na kama utaenda kwenye hiyo vita hautofanikiwa. Na mkuu wangu, nipo tayari kufanya kile ninachokiamini. Nipe maono mkuu wangu. Na nikwambie tu, mpango wa peke yako hauwezi kuishinda hii vita. Ngoja nikupe siri. Ili kumshinda adui yako, unapaswa kumtoa mtu mmoja kama jambo. Nipe mbinu ya kutumia mkuu. Sogea karibu sasa, nikunongoneza. Na hapo sasa mfalme Gaza akawa kama amechanganyikiwa kwa mbinu aliyopewa kuitumia ili kumtia mikononi adui yake mwenye nguvu, mfalme Chacha. Mfalme Gaza baada ya kurudi nyumbani na kufikiria kwa muda, na baada ya siku chache aliibuka na jibu la mpango sahihi. Gaza mapema tu alipanga jeshi lake na kuwaambia juu ya mpango alionao. Nimewaita nyote hapa na kuambia haya. Nimepata mbinu ya kuweza kumpindua mfalme mbabe Mwita, na tunaweza. Na huyu ni mmoja kati ya binti warembo kwenye ufalme wa Abagezi. Mfalme, umeniita? Niko hapa. Nataka ufanye jambo kwa ajili yangu. Nitafanya lolote utakaloniagiza kulifanya. Nitakutumia wewe kuuteka mji jirani. Nitakufanya uolewe na mfalme Mwita. Naomba mfanye mfalme Mwita akuamini zaidi ya maisha yake, na muache akuamini wewe zaidi. Na muda ukifika, nitakwambia cha kufanya. Nimekusikia mfalme Gaza. Nitafanya kama ulivyosema. Kumepambazuka sasa na siku ikawadia. Ilifanyika sherehe kubwa iliyopangwa mahususi, huku zikichezwa ngoma za asili.
Je, itakuwaje kama mfalme huyo akigundua binti huyo aliozeshwa kama chambo? Bimunka bila kuchelewa alitokea kuwa mwanamke bora sana kwa mfalme. Na siku zilisogea, siku mpaka wiki, wiki mpaka mwezi. Mapenzi yalishamili, upendo ukanoga, na mfalme akarowea kwenye raha za mapenzi ya binti yule. Kwenye siku hii, Bimunka alipika chakula alichokuwa nakipenda sana mfalme na kisha kumpelekea. Na kipande kidogo cha chakula kilianguka. Na Bimunka kujua mpango umeshakamilika. Na ndipo aliamua kukimbia kuelekea kwenye misitu ili kukutana na Gaza na kufikisha kile chakula salama. Ndiyo mkuu wangu, nimepata ulichoniagiza. Hiki hapa. Nenda ukapigane vita na ushindi uwe mikononi mwako. Gaza kwenye vita akiwa ameukamata na kutawanya ufalme wa mtawala Mwita. Kama ilivyokuwa baba yake, mtawala wa zamani wa Abagezi alikuwa akiandaa vita kupigana na kuchukua baadhi ya maeneo na kuongeza katika utawala wa Abagezi. Ndipo Gaza na yeye kuweka rekodi ya kudondosha utawala wa aliyekuwa mbabe wa kaya zile. Yes, najua utakuwa umeenjoy kabisa kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa stories. Sasa cha kufanya, subscribe, dondosha comment, washa notification ili usipitwe na video mpya kila siku. Karibu sana Bombadia.